Yes. Picha linaanza ukiwa baharini. Huyu tunamwona Momo akiwa na shoga yake. Huyu ndo anaitwa Momo. Momo sasa anakumbuka matukio yote ambayo yanayotokea. Kwa mwanaume anampenda lakini mwanaume anamchanganya sana na hampendi. Huko akikutana na machekeseke ya familia. Hapo tunaanza kabisa mwanzo. Maana tulianzia katikati. Haya. 1 wiki iliyopita jamani. Hapo asubuhi mama Momo anamwamsha Momo akiwa amechelewa kuamka kwenda shule. Momo akafika shule apiga story na shoga yake. Momo ni mdada ambaye hawezi mazoezi, hawezi yani kila kitu. Hapa anakutana na kakake. Kakake ni mgomvi. Kakake kwanza anamchukia sana mama Momo. Huyu kakake ni kaka nje ya ndoa. Cheki alivyokuwa mgomvi. Anapigana, anaumia lakini hii hata ajali. Hapo tunakutana na mwasimu wake mkubwa anaitwa Liu Feng. Liu Feng ni mwasimu wake mkubwa sana Momo. Cheki anachomfanyia kati Momo anaenda shule. Anamwagia maziwa. Hatimaye Momo wakati anaondoka anachukua begi lake na baada ya hapo wanamwaga madafuta yake chini na wanasambaza kwa ugomvi kabisa. Momo ni mnyonge, yeye akatulia hana lolote. Hapo tunakutana na huyu anaitwa Highland. Highland ni kijana ambaye anapenda sana mazoezi. Alafu pia ni kijana ambaye huwa anaongoza shuleni. Kwa kila mtendo kutoka, Highland ndo top 1. Yaani ndo wanaume ambaye nadhani mnanielewa. Okay. Sasa hapa asubuhi Highland akiwa anaenda shule anakuja kupambiana na nani? Na Momo. Hapa inakuwa ni bonge la mistake. Momo wakati huo anabaki akiwa anashangaa, akiwa anawaza, fikra zake zinamwendea mbali, anaona kama Highland anafutafuta hivi usoni. Momo anacheka na kutabasamu akiwa anaona kama yupo kama malkia fulani hivi. Kumbe hata haipo hivyo. Momo ni kwamba ni mawazo yake tu akiwa anawaza. Sasa akiwa amebaki kwenye mguu wao, anapigwa kichwa chake hivi. Anaambiwa wewe nini? Umesababisha ajali. Kwa Highland anamfokea sana pale. Baada ya hapo anakamata basikeli chake wanaelekea shule. Momo anapewa mkono pale. Na huyu jamaa mmoja hapa ni kijana mmoja ambaye ni mstaarabu sana. Jina lake anaitwa Luyen. Luyen ni mtu mmoja mwenye moyo safi sana. Ana miaka 16 kama Momo pamoja na mashoga zake wote. Momo anafika darasani akiwa amechelewa. Anafika pale kipindi kishaanza. Hapo kukutana na shoga yake huyo hapa. Anaitwa Jing. Sasa shoga yake sasa baada ya pale Momo vutoka nje akaona kama karudi darasani ana nguvu za kimondo. Akamshika mwalimu karibu hivi, akamnyanyua juu kidogo hivi. Huko anamtazama Highland. Kama Highland, mimi na nguvu za kimondo. Je, utanipenda hivyo hivyo? Highland akamwambia, ndio. Highland akaitikia kwa kichwa bwana. Momo kumbe hayo yote ni mawazo, wala haipo hivyo. Momo akakaa nje muda huu wa kutoka shule, wanafunzi wenzake wametoka baada ya adhabu yake, wakawa wamefika na mshikaji wake hapa, wanakunywa kidogo juice. Haya sasa bwana, wakati wa mazoezi shuleni bwana, tunamwona bwana mwamba anaitwa Highland, anawasumbua sana kwenye mpira wa kikapu, anawaning'iniza, anawagaragaza huko, wadada kama usinumizie. Sasa shoga yake na Momo alikuwa amempa kamera kwa ajili ya kumrekodi wale akishoga yake akiwa anamshangilia huyu hapo, akiwa anamshangilia Highland. Sasa Highland picha zote zinazopigwa na Momo anapiga Highland tu na hajampiga shoga yake. Shoga yake wakati anakuja kuangalia zile picha zilizopigwa pale, anaangalia picha zote, anakuta ni picha zilizopigwa mle ndani, kapigwa Highland peke yake na yeye hajapigwa picha hata moja. Shoga yake anaanza kumlalamikia huko akiwa anakagua picha. Sasa kwa bahati nzuri na kwa bahati mbaya, shoga yake akaja akavumiana, akaja kukuta huku kuna picha moja ambayo alopiga na picha yenyewe ilopigwa haikutoka vizuri. Haya, mishari fulani ya night hivi, Momo anakuja kumvizia Highland, akati Highland huko swimming huko, anavua nguo na anaanza kwanza kupasha mwili joto, ili mwili ukishapashwa joto kidogo aingie katika mazingira kuoga. Demon ana smile akiwa anaangalia mwili wa Highland akiwa anapiga pale push up, anakula push up mtaala. Sasa pale Demon katika kushangaa hivi, anaangalia maneno yote yako nje, akajikuta anajikwaa namna kama hii, anaingia kwenye maji. Alipoingia kwenye maji, Highland aliona vile. Highland akatoka pale akawa anakimbia kwa kasi mno, akajitupa kwenye maji mwanaume kama hiyo. Akafika pale akamkamata mwanamke hivi, akamnyanyua juu hivi. Akaanza kumpa huduma ya kwanza pale. Chakuja kushtuka hivi Highland, akamwona kama mbona kama Demon anaweza kuogelea. Maana azami katulia hivi na katulito. Demon kama mazo yake imefika mbali sana, akaanza kumkumbatia. Highland akajitoa, akaona kama ni mchezo. Demon alifanya fix. Mwamba kaondoka na kamwacha. Ila Momo alibaki akiwa anacheka, wala hakuhuzunika, wala hakupata na mshangao wa aina yoyote. Hapa tunakutana Momo kasharudi nyumbani. Muda kama huo Momo waga akiwa na huzuni, anaangalia picha za mahali. Anapenda sana watu wenye sayari nyingine. Kwa hiyo anajiona kwamba yeye na watu ambao wanampa furaha. Maana dunia hii wanamwona kama watu wanamwona yeye ni mtu wa ajabu. Hasa mishale kama hii hapa shuleni kuna koga kile kipindi cha kutangaza show. Kisa kipindi cha shule kiona tangaza show pale, wanapiga video kwa wanatangaza matangazo ya siku hiyo shuleni kwenye radio. Wakamaliza pale wakaweka muziki. Sasa katika kuweka muziki wakasahau kuzima mic ambao walikuwa wanakitangaza shuleni. Mic kama unaiona hapo kwenye mdomo. Sasa kwa anapiga story. Kwenye kupiga story, shoga yake akanamwambia kwa nini usimwambie Highland kama unampenda tu? Akamwambia kiukweli mimi Highland nampenda na nampenda sana. Wakati anajirekezea hisia zake sasa, huku shule nzima, kumbuka speaker kile iko on, mic hawajazima, shule nzima akawa nasikia kwamba
Momo akiwa anajielezea anaambia kweli mimi nampenda Aylan, akamwambia mimi wajaribu kumwambia. Hasa pale wakapigiwa simu, kupigia simu anapokea hivi, akaambiwa zimeni mic. Akaja kushtuka, kumbe mic kooni. Watu wote ina maana walikuwa wanasikia kile walichokuwa kinapiga story. Wao sio sana story za kike tena, kwa hiyo ikawa imewalamba. Aylan ikawa ugomvi huko na demu wake. Aylan huwa na demu wake, sasa demu wake mwenyewe ikawa ndo shida. Haya sasa bwana, Lunya sasa muda kama hapo tunamwona kabisa Aylan kama anacheza game. Anapenda sana kucheza game, mpira pamoja na ngozi shuleni. Sasa muda huo binti anamgasi sana, kila anamwambia sisi tunaendana, kwa tunaendana kiumri, tunaendana kimwili, tunaendana kila kitu. Unaonaje tukawa marafiki? Aylan sasa muda huo demu akiongea anamchanganya mpaka anashindwa kucheza game lake kwa raha. Mwisho wa siku anajikuta anafia kwenye game yake na anapaisha nje. Aylan anakasirika, aina kama hiyo ananyanyuka na anaondoka. Anaonekana kama mwanamke anaongea sana mpaka anamchanganya. Sasa hapo tunarudi pale mwanzo kabisa. Hapo alikuwa anahisiana yote yanotokea. Sasa hapo wako kwa ajili ya kufundishwa kuogelea. Mwalimu kaja kuwachukua akamwambia jiandaeni, tuzidi kuzamia, tujifunze kuzamia jinsi ya kuogelea kwenye bahari. Mama alishuka na mwalimu chini, akabaki shoga yake tu kule juu. Sasa mama akiwa chini huko wanatarai wanafundishwa kuogelea. Mama ndo mara yake kwanza hajui kuogelea wala nini. Sasa cha ajabu mwalimu anamuona mama anazidi kwenda kina kirefu, anazidi kushuka chini, kina ambacho hata mwalimu mwenyewe hawezi. Anamuita mama, lakini mama ageuki, anazidi kwenda juu. Mwalimu mwenyewe akafogete, kabidi kutoka kwanza nje. Kutoka nje kuvuta taka kapunzi. Sasa wenzake wanaangalia, mbona anakatoka peke yake na mama hayupo? Anamuuliza hai mama. Mama anaambia mama hayupo. Mama ameshuka kwenye kina kirefu. Sasa kawana namna, wakabidi wote washuke kwenda kumtafuta mama. Wakashuka chini, ni mwendo kumuita tu mama. Sang mama kimya. Mama huko tunamwona anazidi kushuka chini kwenye kina kirefu zaidi. Anaona kuna kitu cha blue kinawaka kule chini. Akabidi azidi kukifuata. Anaona kama sauti inamuita. Mama anazidi kwenda tu. Mdau mama sio akili zake, kumbuka. Akafika chini kabisa, akaona kitu kinachowaka mwanga wa blue. Akakiangalia kabisa hivi mama akafika tu akaona ngoja kishike. Sasa hapo alipokishika ndio ukatoka mwanga blue ukamzunguka kwanza ule mwanga kwa ajabu kabisa chini. Kumbuka kina kirefu sana cha bahari ambapo sio rahisi binadamu wa kawaida kufika huko. Sasa baada ya kule wenzake wanamuita sana mama, wamemtafuta bila jitihada zozote, manake wanaenda chini wanashuka chini wanapanda, hawamoni mama. Wakabidi watumbukie wote kuendeleza msako. Mishari kama hiyo muda kwa umeenda muda sana huko, akashuka chini wanamtafuta mama kwa udi na uvumba, wanamsaka mama. Mama yuko wapi? Wanatafuta mama kiasi cha kwamba kama wanatafuta vile shilingi. Mwisho siku mama baada ya yale yote yaliyotokea huko anapigwa na zile shoti ambazo zina mwanga wa blue. Mwisho siku mama akabidi apande juu. Na baada ya yote akampata mama. Kupata mama safari kaanza katika kurudi walikotoka. Sasa mama akiwa ametoka chini ya bahari, akawa na scan hivi, akawa anaangalia. Sasa alivyovua ile mioni yake, wakati anaangalia hivi, anaona vitu kwa muono wa ajabu ambao hakuwa anaona hapo mwanzo. Akaanza kuskani kila kitu. Mara anaona medi zilizokuwa mbali kabisa. Mara anaona matukio ambayo yanatokea kwa umbali mrefu sana ambao ni tofauti na kawaida alivyokuwa anaona hapo mwanzo. Mama akaanza kuskani. Yaani kama ni roboti fulani hivi, kama ni mtu wa ajabu fulani hivi, akaona mpaka sisimizi, mpaka mende, mpaka kunguni, mpaka chawa, mpaka maji mawimbi yake akanasikia. Akaona mpaka treni, magari kipita, treni, kila kitu, watu mpaka wakiwa wanabonyeza, anaona na kusikia. Yani ni kiasi kwamba mama hapa sio mtu wa kawaida, hatujui. Sasa mama yake ameshuka, anatembea kama roboti. Shoga yake anamwambia vipi, uko freshi? Mama ajibu chochote, akawa anaongea. Mara kuna sauti ndani yake inamwambia battery is full. Mara anasikia vitu, kichwa kinamuuma. Mara anasikia akaanguka chini pu. Akaanza kuita shoga yake pale. Huku tunakutana na Dr. Lee. Tutakupa DC ya Dr. Lee. Tulia. Haya sasa, tunamwona mama akiwa anaingiza ndani ya mahabara. Mama akiwa ndani ya mahabara, anaanza kuona vitu tofauti kabisa. Anamwona kuna mdada yupo kwenye sayari nyingine huko kabisa. Huyu dada anaitwa Abdori. Sasa Abdori ni kiongozi wa kwenye hii sayari moja inaitwa Scorpions. Sasa sayari ya Scorpions kupo ina vita moja kubwa sana. Ndio hichi kitu anachokiona binti. Anaanza kuona vitu vya ajabu kabisa. Huyu mwanamke akiwa anaongea kwamba kwa masuala ya mission yao, vitu ambavyo anaongea huku akiwepo na ndio kalala. Sasa huko akiwa amelala mama anaanza kuona vitu vya ajabu kabisa. Mara anaanza kuona vita vilivyokuwa vinapiganika kwenye sayari ya Scorpions. Anaona kabisa ule Abdori alivyokuwa anaingia, anapata nguvu za mababu. Mwisho siku sayari yao inaharibika. Anafungua macho kwa namna kama hiyo, akanyanyuka, akaanza kuskani kila kitu anachokiona huko ndani. Akawa na scan kila kitu huko ndani, yeye anakiskani, akatoa kila kitu kilichokuwa kimefungwa. Hatimaye daktari akaja, akamwambia ngoja kama dakika 2, akasukumwa
akatoka mule ndani. Sasa alivyotoka pale akawa amesimama juu nje ya ghorofa, sehemu ndefu kabisa, ghorofa la hospitali, akawa kama ananyonya jua hivi, yani nishati ya jua inaingia kwenye mwili wake, utazani sola. Lakini mdao wakati anakula jua, tunasema anakula jua. Sasa huku pembeni kwanza akaambiwa battery is full, akana ambiwa maneno yani kama roboti fulani hivi. Madokta akawa anakuja akiwa ananyata kidogo, wakiwa wananyata madokta walijua anataka kujiua, wakanamwomba shuka, tafadhali shuka, usije kujiua, usifanye hivyo. Akashuka pale. Sasa kuna dokta mmoja akawa amekuja na sindano, akaiskani fast akaona ni sindano ina uwezo kiasi gani na anataka kupigwa kwa ajili ya kusinzia. Alivileta hivi akaikwepesha, wakajichoma wao wenyewe madokta. Katika kujichoma wao wenyewe madokta, wakamoa kataka kumshika, wazazi wake wakaja mamo. Alivyokuja akamzuia, wakasema mwacheni mwanangu hivi na hivi. Sasa pale alivyomgusa tu hivi, mama akaanza kuskani kila kitu, akajua au ni mamangu. Yani hapa mama hana chochote anachokikumbuka, kwa sababu yule alikuwa ndani yake sio yeye. Yeye huyu alikuwa ndani ni Abdori. Pande ya pita umeona huyu Dr. Lee. Huyu ni dokta ambaye anadili na watu wenye nguvu za ajabu, yani watu wenye nguvu za viumbe wa ajabu. Hapa akakamata mtu mmoja ambaye ana nguvu mfano kama Momo. Sasa alivyomkamata hapa hivi, wakawa anampigisha shoti na kumuuliza maswali, na jamaa akawa anashindwa kujibu maswali. Akaka shoti ya mwisho kabisa, yani kama volti 100 hivi, jamaa akawa anapiga kelele ya maana, mwisho siku mchizi akafanyaje, akazima. Alivyozima Dr. Lee anacheka. Alivyokuwa anacheka akamwambia acha kutania wewe. Hiyo ni volti 100, lakini ikiwa kwa mtu mwingine akashakufa, ila wewe bado. Jamaa alifungua macho kweli akufa. Akamwambia hiyo volti ni volti kubwa sana. Na hiyo kwa wewe hauwezi ukafa, najua. Unani joking. Ila kwa mtu binadamu kawaida alikuwa ashakufa. Mamake mume hapa anakuja kumwamsha majira asubuhi, anamwonyesha wewe jimoja na moja. Jumla za kwa ngapi? Mama amekaa tu anamwangalia. Mama mtu akaanza kulia. Akasema mwanae hayupo sawa. Akati anamwandalia mama kifungua kinywa, mama akanaskani kila kitu. Baba mtu akasogeza kile kifungua kinywa karibu. Mama akanaskani kila kitu. Yani ni kama roboti hivi. Sasa pale akamtolea msosi pale chini kwa ajili ya mama kunywa. Kwanza akaskani kile kitu anachokiwa pale. Kumbe ni maji anayowekewa ya drip. Yeye akaskani kila kitu. Mpaka msosi anayowekewa anaskani. Sasa akaambia hivi, chomvia ndo ule. Mama akanyanyuka. Akamwambia sio hivyo, chomvia ndo ule. Sasa kila akiambiwa hivyo mama ananyanyuka, anakaa. Mwisho siku mpaka akapaniki. Mwisho siku mzazi wake mamake akatoka pale akaenda kumwambia dokta, akana mlalamikia dokta. Dokta anasema hivi, huyu sasa hivi ubongo wake unaonekana una effect, so inachukua kama muda kidogo ili akae sawa. Mama mtu akawa anashangaa na alipata paniki kubwa sana. Anarudi kule, mama alipokuja kuambiwa hivyo, mama akatoka kwa hasira. Mama akabidi aende zake kwenye room. Huku tunaona dada mwingine anakuja. Huyu mdada anafukuziwa nje, nyuma yake na magari nyeusi hivi. Anaitwa Lina. Osha, Lina anaikisa kwenye hili jiji. Hatujui anakuja kwa nia gani. Huku mume anaonekana anakula sana. Rafiki yake anamwambia wewe vipi? Mbona unaonekana unakula sana leo na ulisema hutoka ule sana? Akawa anashangaa. Hatimaye kumbe akawa anakula na ajui kama ameshiba. Yani yeye hajui kama ameshiba, yeye anajua kula tu. Shoga yake akamwambia hivi, inaonekana uko sawa, inabidi uende chooni. Baada ya pale kumuona shoga yake, akamwona kama mama yuko sawa, akamfuata mwanaume huyu ambaye ni Highland ambaye alikuwa anapendwa sana na Momo. Highland akaambiwa nenda kumuona shoga yangu anateseka. Highland alikataa. Hivyo rafiki yake Momo akabidi kaanza kupiga kelele pale na kumlazimisha Highland haje kumuona Momo, mpaka akifika tu akaanza kumvuta na kumburuza, wakamjazia nzi pale. Momo anafika kwenye kioo, anajiangalia hivi, ndani yake anakuwa John, yeye anamwona mtu mwingine kabisa. Na huyu mdada ni Abdori. Kwanza akamwambia asante sana kwa kunisaidia, maana nilikaa ndani kwenye kifungo zaidi ya miaka milioni 200. Momo akawa anashangaa sana huyu mwanamke kuwa ndani ya mwili wake. Hivyo Momo akawa anamwambia achukua nafasi yangu ya kumpenda mwanaume ambaye ninampenda, lakini yeye hanipendi. Chukua nafasi ya kupenda wazazi wangu, sasa ni mama yangu. Akaambia kila kitu kana anamuomba pale na vitu tofauti. Sasa Abdori akaanza kujitambulisha, yeye ni kiongozi kutoka kwenye sayari ya Scorpions. Akaanza kumwelekeza kila kitu kilichotokea na kwamba alivyoblessiwa nguvu na vita yote ilivyotokea kwenye sayari yao ya Scorpions. Akaanza kumwelezea yote Momo akamruhusu kwamba akae kwenye mwili wake, ila kwa masharti ambayo alimpatia Abdori na Momo. Sasa kana rudi kwenye chumba chake cha hospitalini,
kuingia anakutana na Highland. Highland kafura, kaka zake hapo kanuna, kabanza na mlango utasema mlinzi wa saa vile. Highland alishangaa Momo kumpita bila hata kumsalimia. Hii si kawaida, maana Momo anajipendekezaga sana kwake. Highland akaanza kumshushua, akaanza kuongea sana, akaanza kumtemea maneno ya shombo kama yote yamemsumbua, ila Momo anamjibu shortcut akiwa anaonekana kama hajali wala hawazi kuhusu yeye. Highland akaanza kushangaa. Highland kwanza akashushuka, akafika hatua sasa akaanza kuongea maneno ambayo sio. Kwa leo tunaishia hapa. Cha kufanya ni wewe tu kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kama wewe ni shabiki yangu, gusa hiyo alama kengele hapo, usubirie kazi.